Nasemaje msee? Niko BA, niko ITAD. Naitwa Kevin Mwalimu, and I am a stand-up comedian and a writer. Yeah. Very nice. Umekuwa ukiona watoto wanawindwa sana siku hizi. Manze, hiyo ni sad. Kwani watu hiyo wako on demand hivyo? Manze, sijui hata nikaa kidney yao, unajua haijafilter vitu mob. Hata wewe mwenyewe ungeambiwa uende kidney ama uende lungs. Ungechukua za mse amevuta sigara ama Hapana. Lakini huwezi sema hivyo mse. Huwezi sema hivyo. Lakini enyewe ni sad watu hiyo wanachukuliwa tu around. Manze, kaa mimi niko na bro mdogo sana, na manze anarudingi mtaa 7 PM. Hata nilikuwa tunapiga ukirudi giza, like mnafaa kuingia na kuku at the same time kwa nyumba, like kuku ikikutangulia tulikuwa tunakaa wote, like kuku ikikutangulia ni hivyo manze. Hadi mimi ilibidi nimechapia tu reality, like anatoka wapi hiyo 7? Anachezea tu ndani ya estate na watu wengine, so I guess pia si ati ako peke yake hiyo. Saa hizo kuna watu wengine wana ride bike, wanacheza ball huko nje. Saa hizo unashindwa, unajua juu siku hizi kwa store street lights hazikuangi, zimezimwa. I think wanatengeneza ama wajaribu kuconserve energy. Wanajaribu nitoke za nini zimeisha za street lights. Unaweza dhani like nini nafanya watu hii wanaibwa siku hizi? I think nini manze, I think Kenya human trafficking tu imekuwa too high. Na pia crime in general, crime hata wizi yenyewe, robbery with violence imekuwa high, murder imekuwa high. So like hiyo tu obviously hata like root cause inaweza kuwa nini? Ni njaa ama ni gava ama wait, one term ama two term? One term ama two term? Mimi najua najua ule mtu sivoti. Najua Mweza tupea hint. Niopea hint. Kwa hiyo tumesema sisi kama majenzi. Okay, so unafikiria like root cause ni nini ya hiyo wizi wa watu hii? Ni hiyo tu, crime imekuwa high. Sijui kani authorities zimeslack ama pia si kukosa job na njaa. Kukosa job na njaa. Sasa ukikosa hawana pesa, ukikosa job uende mtoi. Hapa si like wanajaribu kutafuta pesa. Like niliona kuna huu mtoi mwenye like mtoi alikuwa anatumika kutraffic watu hii. Also anatumia alipromisiwa simu. So she's a 15-year-old girl from huko Githurai. Alipromisiwa simu. So for yeye apate simu, anachukua watu hii, anawalead to hawasi. Hawasi wanawachukua. But sasa lucky enough watu hii walikuwa rescued. So the 15-year-old girl ako remanded. Wow, you ni crazy. Juu pia ule Jeffrey Epstein, yeye alikuwa atumia the same tactic. Kuna documentary fulani I think iko Netflix ya huo Jeffrey Epstein. So alikuwa anasema ataenda atatuma msee aende survey hapo tu nje ya schools. Alafu akishaona victim anamuita kwa mansion yake. Huo dem atampiga massage kwa kitu kama 14-15 years hivi. What? Wallahi, huo dem anaitwa, anaambiwa unanipiga massage na kupea $100. So wana entice wase kama hiyo time ya slavery, ukientaisiwa na sweets. Sasa dem anakaa mjuu, pia dem hajatoka familia tiko well off hivyo. So anaona $100. Karibu niseme joke lema hapo, eti dem anakuja kukama. Lakini kakumbuka ni mtoi. Haifai pole. So dem anaitwa, anakam, anasema anasikia ati $100 kazi ya siku moja. Anakama atapiga dakika 2 hivi most probably. Akam kunini hata fanywa anything sexual. Okay. So ata for the first time, but still siyo ni mtoi honestly wanamuexpose to. Akiingia kwa keja kuna ati paintings za
people in the nude, kuna paintings za naked children. So ni kama wanamfanyia orientation sasa. Ni kama kumzoesha that. So ni dark mse. Akishapiga huyo mse massage, atamwambia ambia watu wengine klasi yako ama shule yako kuna hii kazi. So the more anakam, kuna wale mademo walikuwa nakam, watafanya hiyo kazi, wapewe hiyo massage, wafanye hiyo mse massage, alafu tena wapewe hiyo $100, lakini watakuwa uncomfortable juu ya Kenya wameona kwa hiyo mansion. Unacheki? Of course ni mtoi, hizi ni vitu zenye ana get ku experience for the first time. Una massage. Ni scary mse. Una massage mse ako na nywele hadi kwa haga bana. Mse ako 70 ama kutoka hiyo. Alafu tena saa akisha maliza massage hii side, so kitu ilikuwa ati ana turn. Sasa alikuwa amelala na mgongo na huyu jamaa ako naked. So anataka kuona reaction ya udem kama atakuwa uncomfortable ama hatakuwa uncomfortable. Lazima mtoi akuwe comfortable. Mara ya kwanza niliona taya nyanya fulani huko home nikiwa mtoi. Ilikuwa by accident. Nilikuwa traumatized mse, nilikuwa so uncomfortable. Like kuona nyama yenye imehang kutoka kwa maso imehang, nyama imekunjika, like ilikuwa so traumatizing. Though saa hii nikiona naweza bambika wallahi. Hadi pia mimi niliona, lakini sitaki kusema niliona nani. Manze ni kama nilishtuka hiyo siku niliona mara ya kwanza, yani mse old akiwa naked mse. Fuck. Ukiona mse old akiwa naked sio ni kaka sama kitu kama hiyo. In African community like wanaamini hivyo. I guess ndo maana mimi ni comedian man. I guess nilikuwa umelani from the start mse nilikuwa cast. Hadi kwa Bible hao watu wenye waliona huyu jamaa alikuwa anaitwa jamaa Ark. Noah. Si watu wake walimuona akiwa amelewa. Mtoi wake mmoja. Kumbe wanasomanga Bible. Nine tunakumbuka, niko na memory ya CRE. Okay. Huyo mtoi si alikasiwa. Lakini so hawa toi, lakini sasa umse akitan aone mtoi hayuko uncomfortable, anaona auni mzuri wa kukua manipulated, so ata go ahead kumtraffic. Sasa ataendelea na hiyo kumgroom. So hiyo ni njia ya kuscout na kuorient, ndio anaona who's ready for the job like. So ikienda na hiyo story yako ya vile ati huo mtu hii sijui anatumwa, I think hiyo ni kitu naona ikifanyika. As in ni kitu naona it's plausible, leza fanyika. Unatumia mtu mwingine kutafuta watu wengine. Juu huwezi kuwa ati unaenda unangoja ati kwa gate ya shule, ukingoja watu watoke shule. Na wewe ni mtu mkubwa, wasi hata ushindwa huu aje kujia mtoto na kwa hapa kwa gate anafanya nini? Naona so utatumia tu mse yako underage. So wanatumia wasi wenyewe wako less suspected kukua accomplices. Na hiyo sasa ndio crazy. Na uliona hiyo video yenye ilikuwa ikitrend eti watu sijui ngapi walikuwa rescued na manga. Wakipelekwa TZ. What? Sijaona hiyo. But hiyo ni sad one. Like, na unafikiria aje like sasa ni solution gani wasio wanaweza pata ya kustop hizi vitu zote? I think ni tu community tu irudi kwa ku raise watu hii pamoja, like mtoi akuwa community kama kitambo bas. Wasio wakiona mtu hivi anauliza huyu mtoi ni wako, unampeleka wapi leo? Okay. Uliza usikue ati unaona ni kama unaingia kwa biashara ya mse. Unajua watu wakienda ikikuja kwa involvement na watu hii, ati unaona mse yako na mtoi, ati utaanza kujiuliza mbona naingia kwa biashara ya mse. Ama nikiulizwa unapatanga maybe watu wengine wanakaa comfortable ama mtoi analialia. Exact, tukue tu vigilant around our surroundings na community zetu. Unajua unaweza pata hata mtoi anacheza tu, watu wetu wanacheza tu nje, wasi hata wajali. Na the crazy story yenye niliona about mtoi ni huyu mtoi mwenye alipatikana Isili, ameolewa na mamake ndiye alimpeana. Na huyu mzai mwenye amemuoa, mwenye anadanganya ako 40 something, ako kama 60 something years, amemfungia kwa nyumba, amempea mimba. Ametengeza birth certificate, anadanganya yeye ni baba ya huo mtoi. Hiyo ni crazy mse. Lakini hiyo ni case tu moja. Kumbuka. So hivyo kuna cases mingi. Wewe hujajiuliza
ngapi ziko northeastern ziko the same, na hiyo ni Nairobi. Imagine hiyo ni Nairobi. Ujajiuliza That's how many scary. cases kama hizo